Oya sikia, hii story ni very story. Alafu sasa ni story ambayo ni kitu ambacho kishanitokea, ni kitu ambacho kimenitokea na so siku nyingi, juzi tu hapa kimenitokea. Kwa hii story ni kitu ambacho kishanitokea, so nataka uniambie wewe hapo katika hii story nitakayohadithia sasa hivi hapo umejifunza nini? Na ingekuwa ni wewe ungechukua hatua gani? Labda wewe na mimi hatua niliyochukua sio nzuri. Wayasikia za twende. Hii story ipo hivi. Siku moja nilikuwa natoka kazini mida ya jioni mida ya saa 10 hivi, mida ya wanafunzi kutoka skuli. Nipo zangu pale Kisteno na kimbwambwa changu kile kimanunu. Tunatoka zetu jobu gani na nacho jobu gani na nacho jobu. Sasa wakati natoka jobu ile nimepita barabara ile barabara inaelekea Riverside, wale wanaelekea Ubungo huko, wanaelekea Ubungo maeneo ya Kimara hivyo yani. Sasa nikakutana na wanafunzi kibao barabarani, unajua ile, afu mimi mwenyewe nilikuwa natembea zangu kwa mguu, nilikuwa sijachukua bike yangu, unajua ile unyama. Sasa napita zangu ile kakutana na wanafunzi wale, kaanza kunishobokea pale, jina tuna matishike ya mbwa sisi na masifi. Nikamwambia kushika buku. Wakashika kwa zile buku wakatoa, na mimi mwenyewe nilivyokuwa mchumi nikazichukua. Siku nini wala nini nikazichukua zile buku. Unaona, wakamshika pale nini ile. Ikawa mazoea bana. Hivyo nikatembea tembele, kesho yake tena pia natoka jobu nikakutana nao. Watoto ni vipi mbona kila siku tunakutana? Anambia si bana, ndo nje yetu ya ndo nje yenu basi na matishike. Nikamwambia leo mnashika bure, nikawapa akashika manunu ile wakamnyanyanyua, si unajua ile unyama tu, akafurahi kweli. Na kweli ukiangalia vilikuwa vizuri vile vitoto bana. Mimi nikaviangalia nikasema kusoni wanafunzi naiogopa jera, nikaachana nao. Kesho yake tena kila siku nakwambia, kesho yake tena nikutana nao vile vitoto vilikuwa vile. Sasa nilipokutana nao siku ya 3 niko na lazima niondoke na majina leo, niondoke bure. Utakuwa sio wanaume hata kama ni wanafunzi. Nikakiuliza kimoja hivi kwa cheupe hivi rangi ya mtume.